Amen. Karibuni sana katika ibada siku hii ya leo, twende tukabarikiwe pamoja. Tuko na sehemu ya pili ambayo kichwa chake ni tofauti kidogo na ibada ya kwanza. Ambayo ibada ya kwanza tuliangalia alama za nabii. Nabii wa kweli utamjuaje? Na wale ambao walibarikiwa sana. Lakini tulikuwa na swali la kujiuliza tulipoanza, ni kwa nini? Why should we have this lesson? Kwa nini tumtambue huyu nabii? Na tukaona sababu ni kwa sababu maandiko yametuonya kuhusu hiyo ofisi ya nabii, haswa kuhusu hiyo ofisi. Zile zingine hatujaona kuhusu labda kuhusu injilisti ama kutoka lakini nabii tumeona. Na tukaona kwamba Yesu Kristo mwenyewe alituonya katika Mathayo 7. Tukarudi tukaona tena Paulo na kuingineko kule ambako Bwana ametuonya. Lakini pia tukaona Paulo akiandikia kanisa la Wakorintho ambalo lilipanda, anawaonya pia na kuambia kwamba msione ajabu, kwa sababu shetani mwenyewe hujigeuza na kujifananisha na malaika wa nuru, na watumishi wake pia hujifananisha na watumishi wa haki. Na baadaye tukaona mzee John the Apostle, mtume John akiandika waraka wake ule wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza. Tumeona pia akituonya na anatuambia jaribuni kila roho, taste every spirit, maana wako manabii wengi ambao wameenda duniani. Kwa hivyo ni kitu ambacho kipo, na ofisi hii tukaambiwa kwamba ni ofisi ambayo shetani anaweza akaitumia kushika mtu na kushika watu wengi, na wakabaki wakisema wameokoka, na wakabaki wakisema ni watoto wa Mungu, lakini wakawa wako katika giza na katika uongo, deception. Ni somo ambalo nimelileta kwa unyenyekevu sana, kwa sababu hatuwezi tukajua isipokuwa ni kwa maandiko. Huwezi ukaangalia mtu na kusema huyu kweli ni nabii wa Mungu, si kwa nje, si kwa mvao, si kwa, lakini maandiko yametuonyesha vile manabii walivyo. Tumeangalia agano la kale, tukaangalia agano jipya, na tukaweza kubarikiwa sana. So naamini hiyo tape iko utapata kwa YouTube, sio wana upload siku gani, na Facebook utaipata, mafundisho haya yote utayapata. Na hatungeweza kuongea kuhusu ofisi hii, maana ni ofisi. Bwana ameweka hizo ofisi katika kanisa lake. Kuna ofisi ya mchungaji, kuna ofisi ya apostle, kuna ofisi ya mwinjilisti, kuna ofisi ya mwalimu, kuna ofisi ya nabii. Bwana asifiwe sana. So ni Yesu mwenyewe ameziweka, na anachagua mtu anamweka kwa ile ofisi. Ministry gifts are people ambao Yesu mwenyewe amewachagua. Kwa hivyo mpendwa, usikae katika upuzi, maana karibia kila huduma na kanisa utasikia kuna unabii, na watu wanapenda kule kuna unabii, kwa sababu tumeona mtu tangu mwanzo huwa anapenda kujua kile asichojua. Man is a curious being. Huwa anapenda kujua yale mambo asiyoyajua, na haswa yakimharibikia kidogo maisha, na aone kwamba kuna mtu anamwambia John kuambie shida yako, atakimbia pale. Lakini kile cha muhimu sana si kujua shida yako, kama shida yako kuondoka. Na shetani ana mapepo wake ambao anaingiza kwa watu, wanaitwa familiar spirits, au pia wanajua maisha ya mtu yaliyopita na yaliyoko. Ndio naona msalia anaenda ama mganga anaambia mtu ulifanya na ukafanya na ukafanya. Those are familiar spirits. Kwa Kiswahili anaitwa mapepo ya uanguzi. Bwana Yesu asifiwe sana. So yote hayo tumeona, lakini sasa
nataka twende tukaangalie kama vile Bwana anatuongoza kuhusu unabii. Unabii. Prophecy. Bwana asifiwe sana. I want us to look at prophecy. Understanding prophecy. Aswa mwanzo nikiandaa ujumbe huu niliuita Guide to Judging Prophecy. Guide, it's a guideline. Baadaye nikaona hiyo neno judging iko a bit harsh. So nzuri tu kwamba tuseme kuelewa unabii. Bwana asifiwe sana. Fungua nami katika kitabu kile cha Mathayo 7. Naamini na ninakuhakikishia tutachukua muda mrefu. 7:15 mpaka 20. Mathayo 7:15 mpaka 20. Yesu Kristo kuna kitu anatangulia kutuambia. Mathayo 7:15 mpaka 20. Maandiko yanasema hivi, beware. Okay, wacha tusome kwa Kiswahili. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Yesu Kristo anatuonya kuhusu hao manabii wa uongo. Bwana Yesu asiwe sana. Na ukiona mahali Bwana anatumia mfano, anasisitiza umuhimu wa kile anachosema. Where the Lord is using illustrations ama parables, anasisitiza umuhimu wa kile anachosema. Ametangulia kusema habari za manabii wa uongo ambao watakuja kwenu, wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, hawako mwituni, wanajia watu tena wale waliookoka. Bwana asiwe sana. So anatuonya na mapema, na anaanza kutoa mifano na kusema hivi, mti mwema hauzai matunda mabaya, wala mti mbaya hauzai matunda mazuri. Haiwezekani. Kama vile mti ulivyo ndivyo matunda yake yalivyo. Unaweza uwe green na unafanana na mwembe na una maua yanakaa ya maembe, lakini utajua ni mwembe kwa matunda yake. Utakapotoa matunda ndio utasema huu si mwembe. Are we together? So anatoa huo mfano kwamba amekwisha kutangulia kutuambia wanakuja wamevaa mavazi ya kondoo, ngozi ya kondoo. Kwa maneno mengine, kwa nje ni watumishi haswa, kwa nje ni mtu mzuri wa Mungu, kwa nje huwezi mtoa makosa, ni kondoo, anafanana na mtu mzuri, lakini anasema ndani sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda point ile ilikuwa ya mwisho ya 6 katika kuangalia alama za nabii. Tukimaliza na tukaambiwa nabii ni mtu mnyenyekevu sana, is a humble man, mtu mpole, na hiyo inamfanya aweze kurekebika, inamfanya aweze kukaa chini ya huduma zingine. Nabii atakaa chini ya mchungaji na hana matatizo, is not a lone ranger, na hiyo inamfanya asingiwe na kiburi. Sasa nabii wanakuja, na wakati nakuja naanza kufagia hapa, mfagie kwa watu vijana, naingia hapa hivi, naona mimi nabii mkubwa,
Na hapo mnaanza kufagia, kusafisha maana hapo mmekanyagwa, na pia kanyagi mahali pa mmekanyaga mtu. Na mnasafisha na huyo si nabii. Wewe niangalie vizuri, huyo si nabii. Nabii ni mtu very humble. Maandiko yanasema na yule Musa alikuwa mtu mpole sana kuliko watu wote duniani. Na maandiko yanasema na Mungu atawainulia nabii mwingine kama Musa. Hapo shaka. Walipoinuka kina Samueli hawakufananishwa na Musa. Walipoinuka kina Elijah hawakufananishwa na Musa. Musa alikuwa kitu kingine. Yule aliyeinuka kwa nafasi hiyo na ya juu zaidi ni Kristo. Kwa hivyo Kristo ni mnyenyekevu. Hii ya kufagiliwa barabara, hii ya nabii afanyiwe, hii ya nabii inuliwe kule, hiyo ni ya wanadamu. It is not of God. Ndio hivyo naeleza mavazi ambayo yanakaa ni vizuri, lakini ndani ni mbwa mwitu. Nabii hana shida kukaa chini ya mchungaji. Atakaa hapa na atatumwa, ataenda na atafanya vile mchungaji, na atarudi na anaweza atabiri na aitwe na ulizwe umesema nini na aeleze kile amesema. Si kiburi. Mungu amesema. Mnampinga roho wa Bwana, mnamkwaza roho wa Bwana. Roho wa nabii utii manabii. Ndio ni kierere. Ni mtu mpole, ana karama, ana tunda la Roho. Maksudi yake na furaha yake ni kuona Kristo anatukuka katika maisha yake. Hii kiburi ya prophesy man of God. Tumeona vile ambavyo mtu huanza vizuri na akavuka mpaka na akaanza kutumia zile karama kama apendavyo, kwa sababu guidelines ziko za vile ambavyo nabii anaweza akatumia karama zile alizopewa. Anapoanza kutoka tuliona hiyo. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini sasa Yesu anasema tutawajua kwa matunda yao. So nataka tuanze kuangalia point hizi moja kwa moja, kwa sababu hili ni somo. Tukimaliza tutaomba na Bwana, naamini atakuhudumia. And I believe, naamini ukisikia kile ninasema hautadanganyika. Nabii wa uongo, kwa somo ambalo linaitwa cults and false prophets, tutakuja kujifundisha cults and false prophets. Leo tukazidi nabii wa uongo. No. Lakini nabii wa uongo, naomba uelewe, haitwi nabii wa uongo kwa sababu anatabiri uongo. Umepata vile ninasema? Hata nabii wa kweli kama vile tutakavyoona hapa, anaweza akatabiri na iwe si kweli kama vile tutaona, lakini atakuwa mwepesi wa kukubaliana na kile ambacho amesema. Ni masikitiko makubwa sana leo kile kinachoendelea. Kwa wiki moja Kenya hii imekonga vichwa za habari, na hizo huduma zote ambazo unasikia watu wamepotea na wamekufa, hii wiki imeisha jana, kwa vichwa vya habari imegonga Kenya makanisa mawili, watu wamekufa ndani. People have died. Tena pande kushika huku sabu mpaka huku juu. Kwa hivyo kumaanisha hapa katikati kuna vile vingine ambavyo havijulikani. Watu wamekufa makanisani. Kwa nini? Kwa sababu huku chini kuna nabii anaambia watu panda mti. Ukipanda mti umepagawa, imeisha. Kwani nawaambia kitu kigeni? Si mmeona kwa nini? Kilifi, hapa Kilifi. Na anauita mti wa uzima. Na ni mti kwa kweli uko hapo nje. Mti tu, mti hauna maneno, mti wa Mungu. Huko juu nako wamekuwa indoctrinated. Wamevalishwa mavazi ya rangi zote na kuambiwa kwamba, na wakati wameshikwa na kuambiwa hiki kitu ni mbaya, watu wanakufia hapa,
wanasema na wamepelekwa jela na wanaambiwa rudini nyumbani, wanasema twendi, tufungeni hapa, twendi, kama twendi kanisani tufungeni. Wako wamefundishwa mafundisho yasio. Na ndio maana naona na nikisema leo nikihubiri hivi na nikifundisha hivi pole pole, heri uchukue kalamu uandike. Kama una kalamu, heri uchukue simu uandike. Kama una simu, nenda ufuate video hii, uiangalie tena. Na nilete kwa unyenyekevu sana, maana neno hili linakuja si kipimo cha mchungaji huyu, ni neno vile linavyosema. Kristo amesema jihadharini, na that is where we are. Lazima kujihadhari ni juu yetu. Mpendo wako vizuri tu, mpendo wako vizuri tu. Kuzuri, ukienda kumpata, unapata anakalishwa mahali kuna picha. Si uliona hiyo picha? Wanaweka picha ya mtu. Kama hapa hivi wanaweka mamishumaa hapa. Very funny things. Lakini yote inatendeka in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kondoo wamevaa nguo ya kondoo. Ngozi ya kondoo. Wale mlikuwa hapa Ijumaa, nitaget kwa pointi zangu sana. Ijumaa tulikuwa hapa na tukaomba na tukaambia Mungu, inua ofisi ya mwalimu tena kanisani. Katika kanisa la leo, kuanzia Marekani, Afrika, Europe kote, inua ofisi ya mwalimu tena. Kuwe na kufundisha neno lako kanisani. Maana inaonekana katika karne hii kwamba kufundisha vile ninavyofundisha saa hii, it is boring. Watu wanataka power, watu wanataka fire, watu wanataka imesaidia mtu na nini? Yesu alisema ukawafanye kuwa wanafunzi. Na mimi nataka siku moja ukaseme nilifundishwa na mchungaji Eric neno la Mungu. Sasa nakufundisha wewe mwanafunzi wa Yesu. Galau nikasimama siku moja niseme sikuwafanya wafuasi wangu, niliwafanya wanafunzi wako Bwana. Na nakwambia karama hii ama ofisi ya mwalimu, it is not boring. Ni nzuri, inaleta nuru. So Bwana Yesu asifiwe. Tutatambuaji unabii. Unabii si kutangulia kusema ni nini, kwa sababu ndani huku tutaweza kusema. Utajuaji unabii ni wa kweli kile huyu mtu anasema kama ni cha kweli. Now unabii, kuna karama ya unabii ama ya unabii ambayo ni karama ya Roho Mtakatifu. Sasa inabidi nirudi nyuma sana. Kuna karama ya unabii ambayo mtu yeyote anaweza katumiwa na Roho na akainuka na akasema. Karama ya unabii, mtu yeyote, si mimi mchungaji, si nabii peke yake, mtu yeyote anaweza katumiwa na Mungu kwa hiyo karama. Akainuka na akasema. Lakini karama ya unabii hufanya mambo matatu: utia nguvu, uinua na ujenga. Mambo matatu: utia nguvu, uinua na ujenga, ama kufariji. Inaweza ifanye hivyo kupitia hizi karama zingine, kama vile karama ya neno la hekima. Kwamba karama ya neno la hekima inafunua mambo yajayo. Tunasikia tu nitumie hiyo neema tuende pamoja, kwa sababu mambo haya tulijifunza kwa lunch hour, lakini wale ambao wakukua. So karama hii ya neno la hekima inafunua mambo yajayo. Na ndio utatiza shetani na wasali na wale manabii wa uongo, kwa sababu hii hawawezi pata. Hii ingine ya neno la maarifa wanaweza wakaiga kupitia mapepo. Munisikie, mapepo ya uanguzi ambayo yanajua mambo yaliyopita na yaliyoko, lakini mambo yajayo hawajui. Tuko pamoja? So karama hii ya unabii pamoja na kujenga inaweza ikakuja na neno la hekima la kujenga, kwamba usiogope dada, usiogope, Mungu ako pamoja nawe. Ni unabii unaomjenga. Lakini nakuja neno lingine kwamba na Bwana kwa muda usio mbali anaenda kukupumzisha. Anaanza kuongea kuhusu mambo yajayo, kwamba kuna karama nyingine hapo imeanza kufanya kazi
ya neno la hekima inaanza kufunua mambo yajayo. Bwana hivi karibuni anaenda kupumzisha. Vita unazopitia zinaenda kuisha. Ushindi unakuja kwako. Are we together? Tuko pamoja? Now, unabii generally, tukiingia sasa kwa ofisi ya nabii, Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiingia kwa ofisi ya nabii ambayo yule mtu amewekwa pale, karama hii inapotumika juu yake tunasema ni unabii. Pia wakati anaposimama na kuanza kufasiri, kuanza kusema mambo yajayo, tunasema pia anatabiri. Lakini kweli ni kwamba inaweza iwe ni karama tu ya neno la hekima, inafunua mambo yajayo. Ni Mungu anafunua mambo yajayo. Tuko pamoja hapa? Are we together? Now, unabii wa kweli. So tunaposema unabii, tuko kwa hiyo ofisi ya nabii na sio unabii ukarama peke yake. Amen. Tutajuaje? How do we understand or how do we judge? Ya kwanza ni pale Yesu ametuambia, na tunajiuliza swali, je, matunda yao yanaandamana na kile wanachosema? Matunda yao yanaandamana na kile wanachosema? Matunda si wakati ako pale anaonekana. Matunda ni wakati ako peke yake, wakati hayuko mbele za watu. Yeye ni nini? Yesu ametuambia hivi, mtawajua kwa matunda yao. That is indicator number 1. Karakta yake ina match na ministry. I like that. Munanisikia wapendwa? Karakta yake ina match na ministry. Na ukumbuke kule katika unyenyekevu, vile tulisema nabii, huyu mtu hafanyi kazi peke yake. Unampata nyumbani ndiko anahudumia watu, kimbia sana wachana na huyo mtu. Hataki kukaa chini ya mchungaji, kimbia sana wachana na huyo mtu. Amina, mbona zilisha? Is not a lone ranger. Tumeona katika ibada ya kwanza nabii atafurahi kukaa na washirika. Ana shida kukaa kule. Ana shida kama atamaliza mwaka mzima hajawahi hubiri. Ana hiyo shida. He doesn't have a problem. Lakini yule ambaye amesema nimekataliwa kanisani, wamenifukuza, ndio maana nahudumia watu, karama yangu iwezi zimwa, ndio maana nahudumia watu hapa nyumbani, Bwana amenitengenezea madhabahu yangu hapa nyumbani, hii madhabahu yangu inasema, hii madhabahu yangu inafanya, hii madhabahu yangu inafungua. Na Yesu alienda wapi? Unatuambia habari za madhabahu. Mnasikiliza? Asante. So kitu cha kwanza, ako na balance. Maisha yake, tabia ya maisha yake ina balance na huduma yake. Mtawajua kwa matunda yao. Unisikilize watu wa Word of Life. Sina faida yeyote ya kuambia vitu hivi kama si za Bwana. Sina faida yeyote isipokuwa kuona Kristo akiundika ndani yenu na kuona nikikuona mbinguni. Sijasimama hapa nipige huduma ya mtu. Sijasimama hapa nipige huduma yeyote. Iwe ni ya Yesu, iwe si ya Yesu, mimi nanena neno la Mungu ufaidike. Yesu amekwisha kutuambia wako wengi, watakuwa wengi. Ya pili, unabii huu unaosemwa, hiki ambacho huyu mtu anachokisema, Kenya inatetemeka. Hiki anachokisema kwa maisha yangu, inaweza iwe personal, national level, it doesn't matter. Lakini unabii huu unaotoka, swali la pili ambalo tutatusaidia kujua, does it glorify Christ? Andika, je, unamtukuza Kristo? Huo unabii unamtukuza Kristo? Swali la kwanza ilikuwa matunda yake yanatoshana na huduma yake.
Swali la pili, unabii huu unamtukuza Kristo? Yohana 16:14. Yohana 16:14. Does it glorify Christ? Naomba uambie jirani tu, ninasikiliza. Yes. Na kama uandiki mwambie andika, nitachukua kwako. Does it glorify Christ? Kwa sababu naomba nitumie mfano wa nani. Kuja pastor. Okay? Simama tu hapo. Alafu mimi sasa ndio nabii. Nimebeba upako mpaka nainama hivi. That is the anointing. Young man, I see you. I see you. Not with these eyes. Church, the Lord has opened my eyes. I am the prophet whose eyes have been opened by the Lord. Macho yangu yamefunuliwa na Bwana na kuona. Niseme nisiseme? Prophesy, prophet, prophesy, prophet, prophesy. Sasa naanza kumwambia vitu kuhusu maisha yake. Una miaka hii, birthday yako ni hii, na watu wote ni kweli si kweli? Anakuruka, prophesy, man of God, speak to me. Does it glorify Christ? Yesu wako hapa ama ni nani anatukuka? It's the big prophet. Ni nani anatukuzwa hapo? Ni huyu ama ni huyu? Nabii. Na tukiona nabii anafanya tunasema power. Tunasema power. Tunasikia vizuri, tunasema professor. Uliza jirani. Je, unamtukuza Kristo huo unabii? Na wakati hizo kelele zinaendelea, God bless you my son. Kwa sababu kanisa labda alishiki vizuri, na kwa sababu hii kitu ni psychological, kuna mpasta mwingine kama Pastor Solomon pale, ameshikishwa microphone haraka. Ameshikishwa microphone haraka. Na mdada mmoja pale wa praise team. Na huyu ndiye anasemaga papa prophesy. Papa prophesy. Yes. Papa prophet. Huyo ndiye anaweka gia. Na kuna dada mwingine pale anaweka zile za uzuri. Zote ziko kwa microphone hizo. Na ndizo zinawa control. Sasa wewe either utalia kama yule mdada ama utapiga hii huyu mchungaji anapiga. Na kwanza mkicheza na waambia sitoi unabii. Sasa anabaki akijibembeleza na yule dada analia kidogo. Prophesy man of God, prophet. Na yule anatabiriwa na anasema it is true papa, it is true. Anapiga mpaka magoti. Analia anasema talk to me or I die. I die papa. If you don't I die papa. So who are you glorifying? Nani anayetukuzwa anauliza? Papa ndiye anatukuzwa. Watoto, children, be honest to yourself. Hauhitaji kuwa mahali kama pale. Tuna kweli la neno la Mungu, tuna roho wa Mungu. Does it glorify Christ? Yohana 16:14 anasema yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Imagine huyu ni Kristo anatuambia habari za Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu tuliye naye. Na anasema huyo Roho atakapokuja, na ndiye anayefanya mambo hayo yote, ndiye anayetufunulia, ndiye anaye hizo karama zote, ndiye anazo nguvu zote. Lakini wakati ambapo anafanya mambo hayo yote, hatuelekezi kwake, anatuelekeza kwa Kristo.
Sasa mwanadamu atatoka wapi? Achukue nafasi ya kwanza kutafuta kujitukuza. Ni kweli watu hujitafutia majina na watu hupata majina kati ya watu, lakini heri nisipate jina kati ya watu, lakini nilipate katika kitabu cha uzima. Amen. Those are gimmicks. Na ziko tu, lakini haziendi mbali. Nimeketi meza moja na mtu, na nilikuwa katika stage tu ya kukua, kila wakati tunakuwa. Na huyo mtu akawa anahudumia mtu mmoja mmoja, na nikawa sipendi kitu ni nini kitu ya mtu mmoja mmoja, kwa sababu amesema watu wanakuja na wakuji watupu, you have to have something. Na nikaona baadaye ndio nilijua alikuwa na roho za uanguzi, because the spirit in me, roho wa Mungu ndani yangu alikuwa amekataa. Ingekuwa kwa uwezo wangu mimi hizo vitu zingefanyika, lakini niko pale. Na nikaona watu wanaumia. Na mtu mmoja amekuja ameambiwa ili kamilike, baada ya mashetani iliyotolewa, kwa ndio maana unapigwa. Baada ya mashetani iliyotolewa ndio una understand the cross. Kabla mtu aanze kuongelesha kuhusu laana, elewa msalaba na kazi kuu ya ukombozi. Na akamwambia kimbia, nenda kalete. Anamwambia sina. Mwambia ziko, nenda ulete upone. Na akatoka kaenda ka empty bank account, na akakuja hakupona. Lakini kama sio rehema za Mungu, naye alienda akitaka kumwacha hivi. Maana aliamini huyu ni mtu wa Mungu. Hakuona amedanganywa, alibaki anaona Yesu ndiye mbaya. May God help us. Anasema it will glorify me. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Roho Mtakatifu. Malaika wenyewe hawawezi wakagusa this glory. Katika kitabu cha Ufunuo 19:10 pale Yohana anaona mmoja wao na anaanguka miguuni pake. Anataka, maandiko yanasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wenyewe wakakataa. Lakini leo tunataka tujie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na samani, kama mfano ambao nimetumia hapa unafanana na huduma ya mtu, mimi sifuati watu wala sishushi kile mtu anafanya. Mungu ni mmoja na Mungu ndiye atakayehukumu kile ambacho tunachofanya. Sema amen. Amen. Kama unabii uko sawa na nabii ako sawa, unabii na nabii watashuhudia Yesu. Nimesema kama unabii uko sawa na nabii ako sawa, wote watamtukuza Kristo. Amen. Lakini kama unabii ule unalete attention kwa mwanadamu, hata kama uko sawa, ni makosa. Ni makosa. Bwana asifiwe sana. Maana amesema yeye atanitukuza. Kwa hivyo tunaweza tukajua unabii na manabii kulingana na vile wanavyomchukulia Yesu. Mtu tu akihubiri hivi na unasikia vile anamtaja Yesu na amemdunisha, na unaona vile ambavyo anamweka na anasema the other day Jesus, unashindwa what is this man. Lakini ama kwa yote yale ambayo anayotaja, unaona vile anamchukulia Yesu, the way is behaving towards Jesus. Hiyo inaongea volumes kwamba huyu mtu yeye ndiye anayejiinua. Bwana asifiwe sana. Kama unabii tuko hapo. Je, unamtukuza Yesu
kama unabii unatuondoa kwa Kristo, ama kama unabii unaleta mgawanyiko katika mwili wa Kristo, it is wrong. It is wrong. Si sawa. Chukua kwa hiyo point hiyo. Unamtukuza mtu ama unamtukuza Kristo. So kama utalete ni unabii ambao unatuondoa kwa Kristo, tunajuaje tumetoka kwa Kristo? Huu unaitwa mwili wa Kristo. Mniangalie. Huu hapa tumeketi unaitwa the body of Christ. Tuko pamoja? Mtu anaweza akaondoka kwa sababu unabii umemjia na akaondoka na akaanza kufuata ile sauti. Ya msalia aliye nyumbani, ama hata kama amefanya kanisa pale nyumbani pale, lakini imeleta division. Iwe ni mgawanyiko wa mmoja, watatu, 10 wameondoka, wameenda. Ndio zile siku ile hapa tulikuwa tunajifundisha kuhusu kutambua sauti ya Mungu. Wangapi wanakumbuka hilo somo? Amen. So unabii usio kutukuza Yesu utaleta mgawanyiko. Unafanya mtu asikie siko sawa. Watu hao wote ni wabaya. Na tamani niende. Unabii wa kweli ulete uponyaji. Hata kama una maonyo, ulete uponyaji. Ujenga mwili wa Yesu. Nasema ujenga mwili wa Yesu. Usifanye mchezo na mmoja. Ambaye maandiko nasema mchungi wa kweli wacha wale 99 na akafuata yule mmoja. Inaonyesha moyo wa Yesu Kristo jinsi ulivyo. Amen. So tuwe makini na hizo nabii. If they lead us away from him, or if they create division in the body of Christ, they are wrong. Number 3. Je, ni maswali ambayo yatatusaidia kujibu na kutambua unabii kama ni wa kweli. Je, unabii huu unakubaliana na maandiko? Unabii huu unakubaliana na maandiko? Je, unabii huu unakubaliana na maandiko? Sasa kwa muda mrefu nimekuwa nikikwambia soma Bible. Wangapi wamesikia nikisema hivi? Jisomee Biblia yako. Yaani ni mtu mmoja tu amesikia. Na narudiaga hapa kila siku. Bwana siwe sana. Juzi nikasema ni makosa, it's a mistake. Wala sikulaumu. Lakini ni makosa kama uko na simu, hata kama ni katululu na hauna Bible. It's misplaced priorities. Yaani ni majukumu umeweka vibaya. Biblia ndio inakuja mbele ya simu. Mbona usemi amina? Amen. Yeah, Biblia ndio inakuja mbele ya simu. Kwa hivyo kama uko na simu na una Biblia, nenda ubadilishe priorities zako, kwa sababu hapa ndio watu wanashikiwa. Ajui atapimaji huo unabii. Kwa sababu tunajiuliza uko sawa na neno la Mungu? Alama moja wa nabii zile ambazo tumeona asubuhi ni kwamba kusema kwake kuko sawa na neno la Mungu. Hata sema kitu kiko nje hapa, hata kama akisomeki kama hiki, kiko kwa neno hili. Mungu amenipatia ufunuo, na wale ambao watasikia kile nasema kuanzia leo ndio machampion wa Taveta hii. Na ufunuo wenyewe Mungu ameniambia nani kabisa kwamba kuanzia leo hii nyasi kwa hapa nje imebarikiwa, na yule atakuwa wa kwanza kula hiyo nyasi kuanzia saa hii. Asha, fungueni milango na mkae vizuri.
Ukiwa wa kwanza kuikula hiyo nyasi kama vile walivyokunywa maji bila kuchota, wale walikuwa na nani? Wewe ndio utakuwa kwanza. Ni mfumo na ulete hivyo. Tumeona South Africa na watu wakatoka kanisani na wakaenda wakaanza kula nyasi. Yes. Je, iko sawa na neno la Mungu? Kwa hivyo ni mpaka ujae neno. Soma neno. Si iwe tabia tu. Kusoma neno ni maisha yako. Kama vile chakula ni maisha yetu. Na Yesu anasema hicho chakula tutaishi kwacho peke yake, bali kwa kila neno linalotoka kwa kinywa cha Mungu. Unajikosea, ninajikosea nisiposoma neno. Nitafute muda mzuri, create time, muda mzuri nisome, wakati akili inaniambia lala, wakati mwili unakataa, roho inaniambia no, nikae na nikule. I have to discipline myself na nisome. Leo asubuhi nikija katika ibada nimesoma na nasoma Isaia. Si somi ili nitafute mahali pa kuja kuwahubiria. Nasoma kwanza kwa ajili yangu. Mhubiri ambaye utaingia kwa Biblia ili utafute ujumbe, uhubirie watu, unajikosesha na kile unachosema na watu si sawa, maana sio kile wewe unafanya. Unabii utapimwa sawa na neno. Hili liko kwa maandiko. Sema amen. Amen. Number 4, twende haraka. Je, kama ni unabii umetolewa na unaashiria mambo yajayo, umetimia? Umetimia? Huo unabii umetimia? Na aswa kama umepewa muda, aseme kwa muda huu, maana unabii unaweza ukafungiwa muda. Na kuna unabii uko open. Na kuna unabii unaweza ukatimizwa kwa muda na ukarudi ukatimia tena kwa njia nyingine baada ya muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetimia. Kuna mfano mzuri wa Yoshua. Wakati ambapo Yoshua wameenda kupiga Yeriko, na Yeriko wamezunguka na kuta zake zikaanguka. Yoshua anasimama na kusema Yeriko hii haitawahi jengwa tena. Na atakayeijenga ataweka misingi yake kwa mtoto wake wa kwanza, na miimo ya milango yake kwa mtoto wake wa mwisho. Na miaka ikapita, Yeriko haijajengwa. Na Yoshua akafa, na kile kizazi kikapita. Miaka mamia baadaye, nafikiri ilikuwa ni 500 and something years, akaja mtu mmoja na akaanza kujenga Yeriko. Wakati anaweka misingi yake, kijana wake wa kwanza akafa. Akuacha, akazika, akaendelea kujenga. Na wakati anakuja kusimamisha frame za milango, yule mwingine akaenda. Na likatimia neno la Joshua. Bwana Yesu asifiwe sana. Itatimia. Joshua hakupeana time frame. Akasema kwamba kwa muda huu yule aliwacha, ni unabii uko wazi. Hata kama ni miaka ngapi baadaye, atakaye dhubutu itatimia. So wengine watasema na waweke muda, by this time hiki kitatendeka. Kama kisipotendeka, pimeni huo unabii. Kama kitatendeka, ni mtu wa Mungu. Wacha tusome Kumbukumbu la Torati 18. Kwa sababu hapa ndio wengi wanashikiwa. Mtu anakuja anachota mwenzake, anamtoka sana, anamwambia nimeambiwa huyo mtumishi, au wanaitaka, wanapenda kujita, huyo mtumishi aliniambia vitu na zimetimia. Mimi nimefunguliwa. Huyo mtu aliniambia. Deuteronomy 18:20-22. Kumbukumbu la Torati 18:20 mpaka 22. Acha tuende haraka kiasi. Lakini Nabai atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu, ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa.
Nawe ukisema moyoni kwako, tutajuaje neno asilo linena Bwana? Umesikia? Tutajuaje hili neno Bwana hajasema? 22. Atakaponena Nabai kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilo linena Bwana, kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimwogope. Kwa hivyo tunajua kwamba ni nabii wakati inatimia, kwa sababu anaweza akapresume. Hiyo kujikinai ni kupresume na kunena neno kwa jina la Mungu ambalo Mungu hajamwamrisha. Nyakati hizo Mungu alikuwa amepeana amri kwamba huyo nabii na auawe. Amesema tumejuaje si la Bwana, alijatimia. Umeona hiyo? Maana wanajiuliza sasa tutajuaje ni wewe umenena ama si wewe? Lisipotimia. So ndio wanasema hapo chini, anawaambia msimuogope huyo. Msimuogope. Huo unabii si wa kweli, haujatimia. That prophecy has not come to pass. I did not speak it. Bwana asifiwe sana. Lakini number 5, ya tano si swali. Ya tano ninailete kama hoja kwamba tunahitaji kujua kwamba unabii mwingine sio lazima huo umetoka kwa Mungu, hata kama utakuja kutimia. Hapo ndio kuna confusion, na naomba unisikilize sasa. Akili siende nyumbani, naenda kumaliza hiki kitu. Tumeona unabii kama hautatimia au kutoka kwa Bwana, sawa sawa. Lakini number 5 inasema pia sio kila unabii unaotimia umetoka kwa Bwana. Yes. Niamshe jirani mwambie ndio. Wacha tusome maandiko. Hapo Kumbukumbu la Torati 13. Kumbukumbu la Torati 13. Wapendwa, naomba hii kitu unasikia ishike vizuri, ukasaidie mtu mwingine. Usichukue rahisi kwamba ni mimi tu peke yangu ninaona na nisaidie. Nenda ukasaidie mtu. Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Maandiko yanasema kukikuza katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu. Kukizuka, samani, wacha nirudie tena. Kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu. Ngoja tutafunge mstari. Yaani maandiko yanasema kukiinuka katikati yenu wana wa Israeli. Kukiinuka katikati yenu wana wa Word of Life. Nabii ama mwota ndoto, na anawatolea ishara au ajabu. Anatembea, anatoa signs and wonder. Ametoka wapi? Ameinuka katikati yetu. Ameinuka katikati yetu. Kumbuka Yesu vile ametuambia tukianza, akituonya, ametuambia watakao wakujia. Kwa hivyo wanapokuja wanachipukia katikati ya wateule. So hapa kwa Kumbukumbu anaambiwa atakayeinuka, kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 2. Ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo. Wewe usiyasikie maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yu awajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana.
Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Mstari wa 4. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake. Tuendelee tu mstari wa 5. Na yule nabii atafanya nini? Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto auawe. Kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako uiendee, ndivyo atakavyouondoa uovu utoke katikati yako. In other words, atainuka mtu kama yule na Mungu akawatayarisha mapema, na atakapoinuka muota ndoto, muona maono, huyo msali. Lakini maandiko yanasema ni nabii, kwa hivyo atajiita nabii na ni muota ndoto, na anavyoviota ni vya kweli, anavyovisema ni vya kweli, na atoe ishara na maajabu, alafu itimie kile amesema. So kutimia kwa kile amesema si kwamba kimetoka kwa Mungu. Namba 2, kutimia kwa kile ambacho amesema si kwamba ni mtu wa Mungu, kwa sababu kinachofuata ndicho kitaamua hiki kitu kimetimia, kama kilitoka kwa Mungu na kama huyu ni mtu wa Mungu. Kinachofuatia ni kwamba akiwaambia twendeni tuwafuate miungu ingine, ni kweli tumeona ishara, ni kweli tumeona maajabu, ile ambayo alisema imetimia, lakini anatuondoa kwa Bwana. Ifuateni miungu mingine. Anaanza kuleta kupanga kanisa njia tofauti. Anaanza kuleta kuingiza doctrines ambazo haziendi. Anzeni kununua vifagio. Hivi vifagio ndivyo vyenyewe. Hii mafuta ndio yenyewe. Hii maji ndio yenyewe. Pandeni hii ni mti ya uzima. Huu ndio ule mtu ulikuwa Edeni, na hapa ndio Edeni. Na mwanadamu naye anakamatika. Anaamini na pamekauka kukauka. Anaambiwa hapa ndio Edeni na huu ndio mti wa uzima, na anaamini. In fact, maandiko anasema wewe nabii wao. Lakini amesema vitu na zikatimia. Kwa hivyo si kwamba unabii unaotimia ni wa kutoka kwa Mungu na ni wa kweli. Nitakupatia mfano ulio karibu kwa haraka. Ni wangapi wanajua eneo linaitwa Syokimau, Nairobi? Kama ushasikia Syokimau, hata kama hujawahi fika. Syokimau, asante. Syokimau ni mama wa Kikamba. Aliishi miaka ile iko pale nyuma kabla wazungu hawajaingia. Na alikuwa ni nabii wa Kikamba. Na kilichomfanya Syokimau zaidi akajulikana ni kwa sababu alisema mambo na yakatimia. Yes. Alisema mambo yakatimia. Na unabii wake mimi nilisikia nikiwa mdogo hivi, nikasikia alisemaga na hiyo kabla hata Syokimau Estate. Alitabiri yule mama kuhusu watu walio na ngozi nyeupe na mifukoni wana moto. Wanabeba moto kwa mfuko. Unaweza weka moto kwa mfuko. So wa Mexico wakaangalia huyo mama wakasema huyu either ni chizi ama kile anasema ni cha kweli. Utawekaje makaa kwa moto? Moto utauma kwa mfuko. Itakuwaje? Ya pili akatabiri akasema hivi, kuna nyoka refu sana ya chuma inameza watu na itatokea huku chini na itakuwa inapita inaenda huku, inameza watu inawatapika huku na inatoa moshi huku juu. Ni nyoka. Sasa wa Mexico waliposikia ni nyoka inameza watu, hiyo kitu hawakutaka. So baada ya hapo wakaja watu na wanaingia mfukoni na wanawasha moto. Wa Mexico wakakaa mbali. Wakaanza kusema ile kitu ilitabiriwa imefika. Na kweli yule ni nabii wa kweli. Kidogo kidogo kukaanza ujenzi wa railway Mombasa. Na treni likaanza kuja. Sijui ni vile walikataa haikuingia Machakos. Ikapita ikaenda kwa Wamasai ambako leo tunaita Nairobi. Kwa nini nabii wa uongo? Sasa sikiliza.
si kwa sababu alitabiri na ikawa kweli ni nabii wa kweli. Syokimau was not a Christian. Hakumjua Bwana. Lakini nitakwambia kile kitu ambacho kilitendeka. Kabla wafike huku, si walikuweko wazuri? Si walikuweko? Na viberiti si zilikuweko? Ni vile zilikuwa zijafika Afrika. Na madaimoni si yanajua kwamba huko Europe kuna wazungu na wanabebaga viberiti mfukoni, na hao mapepo ndio wanampagaa huyu mama, na si wanamwambia. Hakuna kitu kigeni hapo. Na wakati wanaketi na wanaanza kupanga, tunaenda kujenga railway, maana hii ilikuwa East Africa ilikuwa eneo ambayo ilikuwa imekrapiwa na wazungu. Uganda na Kenya, partly Tanzania ndio walikuwa wanapigania na Wajerumani. Na wakiketi hizo vikao wakisema kwamba wanaenda kujenga hiki, were not the demons listening? Si walikuwa pia wanasikiliza mapepo? Na si wanakuja na wanamwambia mama kile mipango inayokuja? Na kwa sababu hana jinsi ya kuinterpret, atasema tu atakuja na ninyoka na inakaa hivi, na anaanza kusema na inatimia. Amen. Bwana atusaidie. Kwa hivyo ni vizuri sana kujua kwamba mambo haya si lazima uwe ni unabii wa kweli ama umetoka kwa Bwana kwa sababu umetimia. Sema amen. Mathayo 24:24-25. Mathayo 24:24-25. Aya, na urudi tena uandike Wakorintho wa pili 11:13 hadi 15. Nenda ukasome hayo maandiko. Wakorintho wa pili 11:13 na 15. Na wewe kama ni mzazi na una watoto, unaweza ukawafundisha kile unaandika. Waketishe tuambie njoni tusome haya maandiko. Kama una rafiki mnaweza mkashare. Share these things. Ukipata video hii, share na mtu. Bwana asifiwe sana. Wacha watu wa Mungu wasaidike. Number 6, nataka tumalize hii kitu. Utajuaji unabii ni wa kweli? Tunauliza swali hili number 6. Je, ule unabii unalete uhuru ama unalete kifungo? Unalete uhuru ama unalete kifungo? Warumi 8:15. Warumi 8:15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Akipokea the Spirit of God in us, sio roho wa kutufunga. Maandiko yanasema katika hii Warumi ya kwamba alipo roho wa Mungu pana uhuru. Amen. Anayetoa ule unabii kama ana roho wa Mungu, ambaye ndiye Mungu ananena ndani yake, aidha kwa ajili ya mtu mmoja ama kwa ajili ya watu wengi ama kwa ajili ya taifa, ule unabii hauleti kufungwa, unalete uhuru. Hauleti doctrines. Wacha nikuonyeshe kifungo vile kiko. Mganga anaambia mtu shika hii itakusaidia. Sawa? Shika hii itakusaidia. Lakini kila asubuhi unaweka tone moja kwa maji unayooga nayo. Sasa wale wako kama unaoga na shower. Utaanza kuoga na karai. So anaanza kukufunga. Kuna masharti ya kukufunga. Tuko pamoja?
na yale masharti yakivunjwa, kuna hofu inaletaga uoga. Okay? In modern day unaweza usikie hapa ndipo pana chemichemi ya uzima. Kila kitu chako kiko hapa. Na wewe Mungu alikuongoza kuja hapa, na tunapamba hii church. Hizo ni gimmicks ziko. Na siku ukitoka hapa mabaya yanakufuata. Maana hapo peke yake ndipo Mungu alipo. Mji mzima huu hakuna Mungu mahali ni hapa. Huwezi toka, so ni unalete kufungwa. Na unaweka watu katika hofu. Bwana Yesu asiwe sana. Hautaweza kuoga kila siku. Kuanzia leo unaruka, ndio mafuta haya ya upako yafanye kazi. Huwezi ukayaoga. Sasa unakutana na mtu siku 5 hajaoga na hataki kukaa katikati ya watu. Kwa nini? Kuna kitu aliambiwa. Ni unabii uliokuja na ukamfunga. May the Lord help us in Jesus name. Na kule kuliko neno kama hata kufunga watu tunalivunja katika jina la Yesu. Kwa watu wa Mungu waachiliwe kule waliko in the mighty name of Jesus. Hatukupokea roho wa uoga ama wa vifungu. Na ya mwisho ni swali pia. Is there an inner confirmation? Je, kuna ushahidi wa ndani? Kama ni unabii personal. You get it, man? Kama ni unabii personal, ninakuita na ninaanza kukutabiria kile ninakwambia, si kigeni kwako. Si kigeni. Akifai kiwe kigeni kwako. Nasema hivi, si kigeni kwako. Si kwamba nakwambia mambo yaliyopita ama mambo yaliyopo. No. Lakini hata kama Bwana anasema na wewe mambo yajayo, si mageni kwako. Una ushuhuda wa ndani kwamba ninaonaga hii kitu, hata kama uielewi vizuri kama vile inavyosemwa, lakini kuna confirmation. Ndani yako kuna kushuhudia kile una huyu ni Bwana, maana hakuna mtu mwingine anajua. Ndani yangu mimi ninajuaga hii kitu itakuja kutendeka. Ndani yangu mimi ninajuaga iko hivi. Siongei kuhusu mambo yaliyopita na yaliyopo. Shetani anajua hata ile pesa yako iko kwa account. He knows. Siongei kuhusu, lakini kuna yale mambo haswa yajayo. Na unasikia ndani yako there is a confirmation. Muhimu sana. Na mtu anakuja hapa na anasema nimetumwa na Bwana. Na anasimama hapa wakati wa ushuhuda na anaanza kusema na church hii. Lazima tuwe na confirmation ya kwamba ni sawa kile anasema, sawa na maono haya. Huku tunajua ndiko Bwana anatupeleka. Haya ndio tunajua tunatarajia kutoka kwa Bwana. The Holy Spirit is there to inform you. Bwana Yesu asiwe sana. Yohana wa kwanza tunapomaliza lazima nataka tuone. Yohana wa kwanza 2:20-27. Yohana wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 20. Alafu turuke twende mstari wa 27 na tumemaliza tuombe. Yohana wa kwanza 2:20-27. But you have, wacha tusome kwa Kiswahili. Nanyi mmepakwa mafuta ya yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. Kiingereza inasema hivi, but you have an unction from the Holy One, and you know all things. You know all things. Alafu 27 anarudi kusema hivi, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Kile 1 John. Yeah. Remain in him. Kaeni ndani yake. Hautapokea kitu kutoka kwa Bwana ambacho kinakuondoa kwa Bwana unless wewe unachagua. So roho wa Mungu aliye ndani yetu
ndiye anayekufundisha. Na kama anatuandaa kwa ajili ya hatua ya maisha yetu, na anatumia mtu mwingine kuja kusema na sisi, aidha atakuwa ashatutayarisha, aidha iwe ni ndoto uliota, iwe ni ushahidi wa ndani, iwe yani ndani yako unajua, hata kama ukumbuki vizuri, na siku ukija kukutana na unabii personal, unaanza kusikia ushahidi. Siongei kuhusu zile unaona Mungu atakubariki na gari, naona Mungu ukiendesha zinaitwa nini zile LX 470 G57, naona sijui ukiwa na Mungu naona na unakusisimuka kule, maana unaambiwa mema. Siongei kuhusu hiyo. Ni ile ambayo una ushahidi, ninajua hiki huyu mtu anasema ni kweli. An inner voice. Bwana tusaidie. Nimemaliza na nataka tuombe. I would want us to pray. Lakini kumbuka hivi, utawajua kwa matunda yao. Point hizo 7, maswali hayo 7, jiulize. Unapokutana na mtu ama unapoona mtu kwa TV ama kwa radio, unasikia anatabiri, angalia mambo haya. Lakini zoezi ya kushika ili kae ndani yako ni kwenda kufundisha na mtu mwingine, kwenda kushiriki na mtu mwingine kile ambacho umepokea leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lord God bless you so much. I would like us to pray. I would want us to pray.